Bago imenifika kwa tamaa inonishika, yeah. Pesa inanizalilisha. Pumbavu wewe. Una akili timamu kweli wewe? Kwa stress zako zimezidi mpaka inafikia hatua unacheza makele barabarani, si ndio? Kwa lengo lako mimi kunisababishia mimi matatizo. Pumbavu wewe. Samahani kaka. Nipo kwenye majonzi ya msiba wa mama yangu. Yananihusu nini mimi? Ndio yanafanya hatua yanafanya tu mpaka ufikie hatua ya kunisababishia matatizo. Alafu nyinyi mnajivalisha valisha vya maskini, mna shida sana nyinyi. Mpumbavu mkubwa wewe. Shoga yangu, mbona hai unaenda wapi tena? Yaani mguu unawahi tunaenda kwa Vasha. Yaani hapa nimeagizwa mama akachukue la kodi. Ama kweli mapenzi yana wenyewe. Wewe Vasha si alikuwa mpenzi wako wewe? Mimi nikajua tena utomdai la kodi. Mimi mapenzi na Vasha yalikuwa nyuma, yashapita. Yaani hapa kinachonipeleka mimi kuchukua la kodi basi. Kweli. Wenye nyumba lazima mfaidi. Wewe si ulimbebea hadi mimba. Hiyo mimba ningekuwa nayo sungio na shoga yangu kijangija. Yaani hapa nishaitoa na hapa ndo naenda kwa Vasha. Asiponipa hela anaama kijangija nuksi mkononi. Angalia lakini kwa unavyompenda Vasha unaacha kufuata hela kodi, unafuata mambo mengine. Maana wewe hatari. Bago imenifika kwa tamaa inonishika, yeah. Pesa inanizalilisha, najuta kutenda mama, yeah. Bora nimekuona wewe kolokoloni. Hebu nisikilize kwa umakini. Wewe hauna pesa, hauna nyumba, hauna gari. Bado unazidi kumfuata dada yangu. Na kuomba uachane na dada yangu kwa sababu hauna chochote cha kumpa. Nadhani umenielewa. Askira, nimekutafuta sana mwanangu. Afu mbona ulikuwa upatikani? Dingi wewe acha rafiki. Mambo mengi. Mimi simu nimekunywa rafiki. Yaani mazingira yangu yako sawa la nini? Yaani hapo ndo unapofeli mwanangu. Unajua simu ndo chombo cha mawasiliano. Sawa sawa. Sasa yaani nakuwa na mdili kibao afu na nashindwa kukupata, unakuwa unanifelisha mwanao. Poa, tuachane na hayo. Mimi nimekuita hapa. Na lengo la kukuita na mchongo. Kuna mwamba mmoja wanamuita kolokoloni, sio kolokoloni mtaani kwenu. Dingi, kolokoloni unamaanisha vipi kolokoloni? Yaani kolokoloni, hebu nitafsirie kwanza kolokoloni. Maki kolokoloni ninavyojua mimi wale watu yaani watu wanahusika na mambo ya ulinzi, kiufupi wa kuda. Mimi naona kama mainforma tu mtaani. Sasa nisikilize nikwambie. Huyo mlinzi wa majumba kolokoloni sio nini? Bwana huyo mshikaji anatembea mimi na mwanamke wangu. Hivi? Wewe kila siku kila utaponiona, hakuna mada nyingine zaidi ya pesa? Hakuna kitu kingine? Hatuwezi kuzungumza mada nyingine isipokuwa pesa? Alafu kuhusiana na upendo wa dada yako, si wenyewe ndio tumependana. Mimi sina faida na mapenzi yenu, na ndio maana sitaki dada yangu aolewe na wewe. Kuna mtu kabisa nishampata ambaye anaweza kuja kumuoa. Na sio wewe. Kwa nini unanichukia? Yaani sitaki kuamini kwamba yaani mwanamke wangu anatembea na wewe kolokoloni. Unajua kolokoloni ni mtu ambaye yaani kwamba ni mwenye maisha maduni, maskini. Alafu nakuja kusikia anakuja kutoka mimi na tunda langu. Dingi. Huyu jamaa ana ujasiri na wanawake bana, rafiki yangu Dingi, jinsi ulivyo rafiki yangu, na huyo mtu amechizika kwa mkolokoloni rafiki yangu. Sasa ndio maana nimekuita wewe Laskila mwanangu. Mimi najua hakitoharibika kitu. Sasa nisikilize nikwambie. Mimi nataka mtu apotee. Nakuchukia kwa sababu pesa hauna.
Mimi nataka pesa ili nishimesha mazuri na mdogo wangu. We pesa hauna. Nikwambie tu kitu kimoja. Sasha namjua mimi. Sasha ananipenda sana. Na mimi nampenda sana. Hivyo usifikirie kwamba ipo siku eti Sasha anaweza kunisaliti. Kwa hiyo sina imani tena ya kuamini kwamba eti Sasha atanisaliti kwenda kwingine. Kwa hiyo jamaa unemzungumzia karidhika na hali yangu. Acha nikwambie kitu. Dada yangu mimi ndo napanga olewe na nani asiolewe naye. Hilo basi. Kwisha. Mlinzi mzizima pale mtaani kwetu pale. Mbona simsomi somo huyo mtu? Alafu pale unajua bwana sasa hivi bwana walinzi wapo wengi. Sijui sema matatizo, maisha, magumu, kazi za ulinzi pale mtaa wetu mzizima hapo wengi. Sasa Dingi huyo mtu Sami ndamu. Kazi sio tatizo. Umenielewa? Mwenyewe unanijua Dingi. Au vipi bwana? Kazi sio tatizo. Yaani kazi kitu cha kawaida tu. Nimjua huyo mtu, tujue jinsi gani nafanya. Dingi. Sio swala. Nadhani unamfahamu. Itakuwa tu unamjua. Unamfahamu? Hamna simjui. Mimi natumai utampata tu. Mimi najua mwanangu shindwi na kitu. Shika utaenda kunywa kahawa hii. Shika una hela. Utaki hela? Kwenda huko. Sawa. Natumai hii dili haiwezi kufeli. Huyo mtu mimi nataka apotee. Sikia. Mimi na tumeshafanya kazi sana. Sawa eh? Kwa hiyo sitaki kuamini mwanangu la Sikila kama hii jambo hilo kwako litakuwa yani ni complicated sana. Sina hakika, hebu shika itakusaidia katika movement hizo. Mimi naamini malizia na hizi. Kazi imeisha hiyo. Dingi. Kazi imeisha hiyo mwanangu. Hamna noma Dingi. Sasa mimi ngoja nikusogeze basi hapo. Sikiliza Dingi. Unajua sasa hivi nataka vipi unajua? Mimi ni maswala tunaofanya mimi sitaki hata mwingine ajue. Alafu gari yako unajua kuna baadhi ya watu mtaani kwetu wanaijua unajua. Sina kusogeza wewe, sina kusogeza hapo barabarani. Dingi nisikilize mimi. Nisikilize muone wako vipi? Familia yangu. Mimi natupika hapa. Mimi nacheza hapa ifanya mazingira mengine cha msingi halo nini ya kwanza sasa hivi mimi nitastendia mazingira nini unavyoniambia mawasiliano. Si unajua? Mambo mengine yote tutaongea fresh tutajenga Dingi hamna noma. Sikila. Mwanangu narudia tena. Sitaki usiniangushe kwenye hili. Mimi nategemea kwamba ile jambo litaenda vizuri. Sitaki kufeli. Mimi nakuamini tumefanya kazi sana. Kwa hiyo sitegemei kama hili litashindikana. Sina kuongea nini. Fresh. Bago imenifika kwa tamaa inonishika. Ona kufananisha. Ndio wewe kule katika maji kwenye bwawa kule. Safi kama unanikumbuka. Na kama unanikumbuka basi ndio mimi. Na leo sijaje kwa masiara. Nimekuja kwa kazi moja tu. Nataka kukusaidia ili uweze kuondokana na hiyo hali inayokusumbua kwa sasa. Yaani wewe unipe mimi msaada. Kweli mtaani kwetu hapa sasa hivi kuna machizi kibao. Kuna yule mwingine anavaa kanzu. Kuna wewe. Alafu na mimi mimi watatu. Ina maana unataka msaada au hutaki msaada? Sasa nyie kwa nini mnapambania maisha yangu liko maisha yenu nyinyi wenyewe? Wakati wewe wenyewe hata ni msaada, angalia. Kwa sababu mganga ajigangi. Msiba. Pole sana.
Wenyewe Waswahili wanakuambia uchungu wa mwana ujuae mzazi, au vipi? Lakini uchungu wa mtoto apate taarifa ya kifo cha mzazi. Mwamu, unavyoniona mimi nimepoteza wazazi wangu wote wawili. Na najua yote katika safari ya kimaisha, yani dunia ndivyo ilivyo, ipo hivyo. Na ndio maana yani dada yako Tamba namchukulia ndo familia yangu. Yani nyinyi ndo familia yangu kiufupi, yani kuanzia sasa hivi, yani nyinyi ndo familia yangu. Kwa hiyo Mwamu, pole sana, ni mapito. Unajua wote tunapita hii dunia. Hakuna anayelinda dunia hapa. Wote tupo kwa ajili ya mitihani, ndo kama hivyo, au vipi? Mwamu, asante kwa pole yako. Lakini pia pole na wewe kwa sababu ni mmoja wa watu ambao niseme mwana familia yetu, kama ulivyosema kwamba sisi ni familia na ndugu. Kwa hiyo tumeshapoa. Ni wakati sasa wa kusimama na kumwombea dua mama yetu. Mwamu, kamata hiyo. Mwamu, hamna shida. Weka nayo. Shika bwana Mwamu. Mwamu bwana. Mshika. Asante. Sawa, mimi nafikiri hakuna lingine tena la zaidi. Tutawasiliana. Mwamu. Mwamu wangu bwana, mimi kuna swali nataka nikuulize. Hilo swali bwana, mwamu wangu aliendana na mambo ya msiba naye ashapita tayari. Hivi Mwamu, sisi watu wa kiume au vipi bwana? Kwa mfano Mwamu wangu, unakuwa na mwanamke au mkeo alafu unakuta pale mtaani au mazingira mengine unakuta kuna mtu ambaye analisalandia tunda lako, yani anatoka na tunda lako. Mwamu, kama wewe hivi unakuwa unachukua hatua gani? Yaani unamaanisha kwamba ni mtu ambaye yupo kwenye mahusiano ama yupo kwenye ndoa? Yaani kwamba mtu anakula kile ambacho halali yako wewe, utamfanya vipi, si ndio? Ni ngumu sana kukujibu kwa sababu sijaingia kwenye maisha ya ndoa. Lakini ninavyofahamu mimi kama vijana, ili kama lingetokea kwangu Mwamu, mimi nafikiri unanijua, basi naamini tu ni mambo mawili kati ya mimi kwenda jela au yeye kwenda monchwa. Wewe kama wewe Mwamu wangu au vipi? Poa Mwamu, ni hilo kweli. Vipi kaka? Mbona kama upo sawa? Kuna tatizo kwani? Kweli na tatizo mdogo wangu. Najua kuna mambo mengine anakuwa anachanganya sana, nafikiri kulikuwa uyaone. Ila kitu kimoja mdogo wangu. Unaona hilo tambo hilo? Hilo tambo mimi nimekurudishia mdogo wangu. Nimekurudishia kwa sababu upate mawasiliano. Sababu maisha bila simu na kwa kasheshe. Umenielewa mdogo wangu? Nimejiuliza kaka yako, najua mimi naye tushafanya mengi sana. Ila sasa kikubwa kuna kitu mimi kinaniumiza ndugu yangu. Nimsikie kwanza blaza kila bwana. Unajua mimi mdogo wako unajua. Sawa, afu mimi ndo kichao wako. Hii hapa ndo mbovu yako hapa mtaani. Au vipi? Kwa kama kuna kipengele chochote niambie tu, nduza mdogo wangu, kuna mazingira fulani au kuna mdwanzi kazingua, alafu tuone. Nduza. Hivi unamjua kuna mshikaji mmoja hivi wanamuita Dingi. Dingi, unamjua Dingi? Kwa Dingi, Dingi. Basi. Dingi mishampata. Si ule mshikaji tolu fulani hivi, alafu ile ana mdenga wake ana KST fulani hivi anatembea nacho rangi ya pinki hivi. Si ndio jamaa? Bwana Dingi yule. Luza. Dingi bwana, kuna mchongo mimi amenipa. Dingi anasema mtaani kwetu hapa Mzizima hapa au vipi bwana? Ana demu wake. Ana mtu wake ambaye anatarajia kufunga naye ndoa.
Umenielewa Nduza? Sasa huyo mtu wake hapa mtaani kwetu anadai kuna mtu anatoka naye, ana mahusiano naye ya kimapenzi. Alafu yeye kashaekeza vitu vingi anavyodai yani. Kishapanga hadi familia yani kashampeleka mpaka Uswazi kwa jinsi alivyoniambia mimi yani. Mazingira yote kamaliza nini fresh. Lakini kuna mtu anamwekea kigingi. Kwa vipi wewe jamaa anatoka na mtu wake vipi tunakuaje tunaishi naye vipi au mchawi nini yani? Anataka huyo jamaa tumfute kabisa katika mgongo wa hii dunia. Yani asionekane kiufupi yani. Kila. Sikiza nikwambia kitu Big Brother. Unajua ipo vipi? Wewe unazijua vizuri harakati zetu si mtaani hapa tunavyoishi. Sijui unanielewa. Yaani siku zote sisi tunapiga dili 30,000, 20, 50. Sasa rafiki yangu mtu anakuletea dili kabisa, bonge la mdili kabisa, dili la kukili mtu. Naonekana kabisa kwamba hapo nyenye sasampa ya maana. Yaani mtonyo wa maana hapo rafiki yangu, afu nitakuleta habari zako. Vipi tena kakaangu? Nielewe Nduza. Tatizo sio kuua. Tatizo sio nini? Tatizo huyo mtu nyamba tumfanyie tokio ni shemeji yangu. Sasa mbona poa tu? Sasa shemeji kitu gani? Wewe Nduza acha kunichanganya bwana. Wewe vipi wewe? Poa nisikilize, sisi tuna maisha magumu wenyewe unatambua harakati tunazozifanya babu. Wewe mtu anakuletea dili kabisa, hela hizi kabisa unaziona kabisa hela hizi hapa zimekuja. Alafu mtu anataka kuleta habari zako. Acha mambo yako bwana. Toto kapige hiyo kazi bwana. Shemeji kitu gani bwana wewe? Yaani wewe muwe mimi mwanangu. Nduza. Baba mmoja mama mmoja na mke wangu Tamba. Ni kaka yake. Mimi bwana Nduza kwa hilo mimi mdogo wangu ndio tumefanya michakato mingi, tumefanya mazingira mingi lakini kwa hilo mimi bado sijafiki. Baridi sasa hilo dili nipe mimi sasa kama vipi? Yaani Nduza mimi nitoe go ahead nini yani leo kamdondoshishe meje yangu yani au vipi? Mdogo wangu yani ndio pesa tunatafuta yani pesa rafiki yangu yani kweli ya mwanangu yani wewe mdogo wangu yani kabisa yani unaunga mkono yani mimi kweli yani ile nimekupa wewe mchongo ni ukamtoa. Alafu mimi asa kitu afu mimi najua hivi unachukuliaje kitu kama hicho Nduza rafiki yangu? Bago imenifika kwa tamaa ironishika, yeah.